Nani ana misinform ndugu yangu bana? Na mtu ameenda tu amepatia Baha story. I've been trying to see how I'll put this. Subscribe and enjoy exclusive. Mtoto wa mama aliamua kuenda akafanya podcast, na kwa hii podcast akaamua aseme gospel haibambi na kwa nini alitoka gospel. Na tunashangaa akisema gospel ilikuwa rotten, gospel haikuwa fiti. But was he part of him or the gospel kutokuwa fiti? Another question we have is, yeye kama Bahati, mtoto wa mama, I'm sure kuna virtues amekuwa akifunzwa, kuna vitu amekuwa akifunzwa. Why didn't he take his own example and refresh the gospel industry na I make ikue better? Unajua ni watu wangapi walikuwa wana rally behind him? Those who were looking up to him as a mentor ni wengi sana. I feel Bahati unge take up the goal and make gospel ipendwe, gospel ikwe respected in Kenya as it should. Angalia Guardian Angel, despite all the rot, despite all the discouragement, ako still stuck and doing his craft. Anapambana na hali yake na anaimba injili venye inafaa, but angekuwa mtu mwenye roho ndogo because of everything that is happening in the gospel industry, I'm sure sahi angekuwa anaimba gospel, maybe angekuwa amesha move pia anaimba secular. Anyway, apart from that, Bahati, you went on ukataja some gospel artists wenye wanajulikana, ukasema ni kama wamekuwa irrelevant. That is fine. God knows better what they are doing with their lives right now. Kitu ilikatika zaidi ni kutaja Mr. V. Ukasema Mr. V amefanyia some big musicians mawimbo, amewaandikia if that's the case, na hajakuwa akilipo vyema. But what Mr. V alikuja aka-address after the video ni alisema, Nani ana misinform ndugu yangu bana? Na mtu ameenda tu amepatia Baha story. Alafu na misinform. Story si mbaya, lakini simwambie kikweli, ndio hata akienda kuongea, kwa sababu kile anaongea, and I know it's not your fault bro. Baha, mimi najua kile una that was not your point, in short. That was not your point ati mimi nimefungiwa nyumba ati sijui nimesiezi afford rent. Nimeona comments zimeenda baka sijui wapi. Watu wananitumia hapa ma screenshot. You know, okay, mimi sijaishi ndo kulipa nyumba, na kama kuna mtu ashanifungia nyumba anaweza comment hapa down below. Mimi sijaishi ndo kulipa nyumba. hajawahi fungiwa nyumba, na akasema ni kama his brother Bahati Kenya amekuwa misadvised pale nje, kuna vitu anaambiwa, maybe the information he got si correct. Who am I? Who are we? But I believe the moment umeamua kukaa chini na kuongea, you should have facts about some things. Bahati, today I want to address you as your fan, as a fan of your family and stuff. Being the queen of positive vibes, wacha nikuambie, Baha, ukienda interviews, do what brought you there. Stop trying to pull down other people or bring them up or trying to praise people. Just go, do your craft, let people appreciate you for who you are. And this will also apply to all the other artists, the content creators out there who get the chance to be interviewed out there, maybe in big media stations and stuff. Let's say the big streams and whatever. Please do what brought you there. Beat your craft as it is. Enjoy the game. Stop going and trying to cloud chase. Stop going and trying to do things that will make your name go up there, but in a negative way. Do your craft. Let us appreciate you for who you are. Try and inspire people. Inspire the world. Let us remember you for perfect things you said. Let us remember you for being a person of wisdom, instead of being foolish and speaking in front of millions of Kenyans trying to think unatufurahisha. At the end of the day, you're making everything wrong. In a nutshell, do your stuff, do your craft. Cloud chasing will never bring you clean or genuine fame. I am your one and only Director Jao, and like I always say, whoever has a brain, sense is expected.